Mzee ya boma ni nani? Mzee ya hii boma ni nani? Si lazima apewe heshima? Sasa pale kwetu Kasongo hawezi ongea na mtu bila kulipa. Sisi ni wafanyabiashara. Kasongo tulimalizana na yeye ikabaki biashara. Tukasema ukitaka kuongea na sisi uchote. Na pale tumeharibika. Hatuchukua pesa kidogo. Kasongo kwenda mkutano yake ni 3,000. Kupiga makofi 2,000. Kumuonesha meno kucheka 2,000. Sasa amekuja mazishi. Hawezi enda mazishi bila kulipa watu. Ametoa milioni 15. Amepatia wabunge, leteni watu wanishangilie na wapigie Rigiji kelele. So mimi na nyamaza tu. Nikaambiwa na watu yangu, ai Kasongo analipa watu kuja atuwakupigie kelele. Nikauliza hii watu wanakuja ni watu ya wapi? Nikaambiwa wanatoka Kinangop. Wapi ingine? Pahali inaitwa Daragwa. Na wapi ingine? Pahali inaitwa Kipipiri. Nikaambiwa watu yangu then hakuna shida. Kama ni hao wanakuja, wacha tukutane na Kasongo kwa kiwa. Saa ile nimeitwa. Ile watu ya Kasongo yote wamesimama nasema mtoto wetu, mtoto wetu, mtoto wetu. Kasongo wako pale ameanza kuitisha maji. Chupa 10 na ngapi? Amekunywa chupa 10 na ngapi? Nimemwangalia kwa macho. Nimemwambia wewe Kasongo. Wewe Kasongo wewe ni mtu ya uongo. Umedanganya sisi siku ya kutosha. Na tumemalizana na wewe. Akaitisha maji. Akameza. Nikamwambia wacha kukunywa maji. Wacha nikuambie maneno. Sisi tutakupeleka nyumbani. Nikamwambia wewe unaenda kuita sisi wa kabila. Tukikuchagua wewe huku unaitwa Kamau ama Karanja, wewe ulikuwa unaitwa Kipchirchir. Bora unatukana jamii, usijaribu tena kutukana jamii. Anaangalia ile mtu anaitwa Kidiki, ameangalia chini. Anaangalia mwingine ameangalia chini. Wale watu yake wote wasaliti, wananchi wakasema hataongea. Sasa mimi nikaona hii Kasongo ameumia. Si alikuwa mtu yangu ya zamani? Unajua mimi pia ni Mkristo. Nikaonea hii mtu huruma. Sasa nikaambia Wakikuyu, tafadhali msipigie hii mtu kelele. Wacha aongee, alafu akimaliza akwe. Sasa hii mtu akifika pale na nimemuombea ruhusa, anaanza kiburi. Mimi sitaki ruhusa ya mtu yote kuongea na watu. Watu wanaanza kutoka moja moja. Kasongo hangaishwe asihangaishwe. Sasa nimesikia tumemwakia pale ati atahamia hapa Ukambani. Ati atahamia hapa. Muko na nafasi na yeye? Sasa huyu mtu si ameharibu kila kitu? SHA inafanya kazi. Sasa walimu walikuwa kwa insurance inaitwa Minet. Wametolewa, wamepelekwa SHA. Kulikuwa kwa Minet ile inaitwa last expenses. Mwalimu wakiaga dunia iko ile pesa ya mwisho. Jeneza iko ile gari ya kumbemba, iko pesa pale. Sasa hiyo imetolewa. Sasa hao wenye union ya NAT na KUPPET wamehongwa na Kasongo, wametoa walimu kwa Minet, wamepeleka kwa SHA. Sasa nyinyi walimu msipokuza hawa union leaders mtapata shinda kwa hii SHA. Polisi wanalia kwangu, Rigiji tusaidie. Walikuwa insurance inaitwa APA, wanasaidika. Wametolewa, wamepelekwa SHA, wamepata shida. Kwa hivyo hii shida iko na kila mtu. Harambe. Nikimalizia vile Dr. Matiang'i amesema, Kasongo ameleta mambo ya goonism in Kenya, ya kuumiza watu. Wameumiza Ososi kwa sababu Kasongo anataka kufukuza Waluya kwa ODM. Amepigwa na wakora, na mwenye kupanga ni Raymond Omolo, PS wa internal security. Na vile Dr. Matiang'i amesema, kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Hezekiah Oyugi, alikuwa na nguvu, alikuwa anaitwa Kalam Maduong. Mimi nilikuwa DO, akikupigia simu na huko kilomita 600 unasimama na kupiga saliti kwa simu. Akatumiwa vibaya na Kasongo, akapigiwa, mwishowe akafungiwa pale kwa GSU, akapigwa sindano, kichwa ikaharibika, akakufa. Hata assistant chief hakuenda mazishi yake. Wewe Raymond Omolo, huyu Kasongo ni kama Moi. Vile alitumia Hezekiah Oyugi, akamaliza Ouko.
alafu akamugeuka akamuua. Huyu Kasongo atageuka wewe. Na mimi niambia hii watu ya ODM wanajiita at broad based, akina Kaluma, nyinyi hamjui Kasongo? Muulize mimi. Huyu mtu alikuja kwetu na Biblia, akatudanganya, tukamchagua, akatugeuka. Nyinyi watu ya ODM, Kasongo amepangia nyinyi. Amepatia Raymond Omolo pesa, anaweka candidate ya UDA katika Luo Nyanza, alafu anawapatia goons. Hakuna MP alikuwa wa Raila ako na msimamo atachaguliwa. Ruto atafukuza nyinyi yote, aweke sycophants ya UDA na atatumia huyu Raymond Omolo. Sasa nyinyi mnashinda mkipiga, sisi tuko broad based. Mambo yenu mnapangiwa, mtakuwa na ile shida mjaona. Hii maneno ya goons hatuwezi kubali. Leo asubuhi iko shamba 58 acres pale Githunguri, ilipeanwa na hayati Mzee Jomo Kenyatta na marehemu Bio wa Koinange, ya kwamba itakuwa cultural shrine ya jamii ya Wakikuyu, pahali ya watu ya Maumau kwenda kuwa na makumbusho. Kasongo amechukua hiyo shamba wakiwa na mama naitwa Wamuchomba, ati wajenge affordable housing. Leo wazee walikuwa wameenda hapo maombi ya taifa, wazee ya heshima ya jamii ya Wakikuyu, wazee ambaye sisi tunawaenzi, tunawaheshimu, wakiongea hatuongei. Kasongo ametuma wahuni, wakapatia kofia ya DCP, kwendeni mpiga wazee. Wamepigwa wazee na wahuni. Baadaye polisi wamekuja na tear gas, wamepiga wazee ya jamii ya Wakikuyu. Hiyo wazee wamenipigia simu, wamesema hii Kasongo, we are going to curse him because you cannot tear gas elders of a respected community. Kesho tunaenda pale Kikuyu. Kasongo amepatia Kimani Ichung'wah 30 million kwenda tafuta wahuni wapige viongozi. Wameshikana na polisi. Polisi wamefanya mkutano hapa jana, na Kasongo ameweka ma-OCS, ma-OCPD wote watu ya jamii yao. Wakienda mkutano wanaendesha na kilugha yao. Wanashikana na Kimani Ichung'wah kupanga wahuni wakuje wachome mali ya watu, wafuje maduka, alafu polisi wajifanye ati wanakuja kutatua shida kati ya wahuni na sisi. Mimi nimwambie Kasongo, hii maneno umeanza ya uhuni, it will come to consume you. You will lose control. Hii wakora unalete Kenya. Jana amekuwa Nairobi, amekuja na wahuni City Center, wanapora watu, na president ya Kenya ako hapo. Sasa hii mtu amechanganyikiwa, amepotea njia. Juzi kuliko aeleze mambo ya Kenya, anatangaza ate vifo ya ng'ombe. Simulisikia? Ati ng'ombe imekufa ati kwa sababu ya kupe. Ni ujinga, si ujinga? Sasa rais wa Kenya, tuko na madeni, SHA haifanyi kazi, watoto hawasomi, barabara hakuna, stima hakuna, ati president akisimama ati anatangaza ati ng'ombe ya kiongozi fulani ati ilikufa ati kwa sababu ya kupe. Sasa hapo ndio tumefika. Nikimalizia Wakamba, huyu Kalonzo mnampangia mema kabisa. Huyu kiongozi hawezi faulu bila watu askari ya kumulinda, askari waaminifu, wabunge, gavana. Sasa hapa Masinga, mbunge wenu anaitwa nani? Anaitwa nani mbunge wenu? Sio ni mtu ya Kasongo? Si ni msaliti? Huyu jamaa, huyu mbunge wa Masinga ndio anakaa na Kasongo kupangia Kalonzo. Wanapangia Kalonzo vile ataangaishwa, vile ataumizwa, vile safari yake ya uongozi itakatishwa. Ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Aende asiende? Unajua pale kwetu sisi tumekasirika. Tunasema tunaua nyoka na mayai.